Watu wengi wanaamini kwamba mwaka 2020 muda ulisimama, muda slow down. Kasi ya muda jinsi inavyoenda ilipungua mwaka 2020 na kwamba ni kama watu wali experience kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja na wakati mwaka ulikuwa ni miezi 12 kama kawaida. Watu wengi wanaamini kwamba mwaka ulienda taratibu mno mwaka 2020. Muda slow down. Kwa Kiingereza inajulikana kama the 2020 effect. Ni kwa nini watu wanafikiri kwamba mwaka 2020 muda slow down? Ni kwa nini watu wanafikiri kwamba mwaka 2020 ulienda taratibu tofauti na miaka mingine ambayo imepita au miaka mingine iliyofuata baada ya mwaka 2020? Kabla tujaendelea, chini ya video hii kuna mahali pameandikwa subscribe. Kama bado panasema subscribe, tafadhali naomba uguse hilo neno subscribe. Alafu tuendelee. Thank you. Karibu tena kwenye session nyingine. Karibu tena kwenye session mpya. Na leo tunaenda kuangalia issue nzima ya time. Kiini macho cha kitu kinachoitwa muda. Muda ni kati ya vitu ambavyo vinawasumbua na falsafa wengi, lakini pia hata wana science. Wanavyotafsiri, wanavyojaribu kuchunguza muda, wanazidi kugundua vitu vingi kila siku. Tangu zamani imekuwa ikiwasumbua na falsafa na mpaka leo bado watu wanaendelea kujaribu kuelewa nini exactly ni muda. Yaani time ni kitu gani? Muda ni nini? Kuna concept maarufu inayojulikana kama the illusion of time. Kwa Kiswahili nasema kiini macho cha muda. So turudi kwenye issue nzima ya mwaka 2020. Watu wengi wanaamini kwamba mwaka 2020 muda slow down. Yaani muda uliacha kwenda kwenye kasi ya kawaida ambayo tumeizoea. Muda ukawa unaenda taratibu. Changamoto kubwa ambayo ilikuwa mwaka 2020 wote tunaikumbuka ni issue nzima ya COVID-19. Kwa Kiswahili nasema uviko 19. Ugonjwa ambao ulisumbua dunia kwa kiasi kikubwa sana. At least kwa sisi wa Tanzania tunajua kwamba issue nzima ya lockdown haikuwepo sana kwa kiwango kikubwa kwenye nchi yetu, lakini mataifa mengi duniani wali experience lockdown ambayo iliwafanya wakae ndani. Kwa hiyo watu wengi baada ya ile kipindi kuisha wanafikiri kwamba muda slow down. Yaani muda uliacha kwenda kwenye kasi ya kawaida, ikawa unaenda taratibu mno kwa mwaka 2020. So hiyo issue inatokana na the fact kwamba watu wengi walivyokuwa wako kwenye lockdown mwaka 2020 walikuwa kuna namna wanafikiri kuhusu muda. Yaani kuna namna akili zao zilikuwa zinatafsiri kuhusu muda. Yaani matukio yalivyokuwa yanaenda kwenye vichwa vyao yalikuwa yanaenda taratibu mno kiasi kwamba wakajikuta wanafikiri kwamba muda umeenda taratibu. Kwa sababu watu wengi wanafikiri kwamba mwaka 2020 muda uliacha kwenda kwenye kasi ambayo tumeizoea ya kawaida na ukao unaenda taratibu mno, basi hiyo issue, hiyo phenomena, hiyo hali imepewa jina la the 2020 effect. Lakini turudi nyuma kwanza. Ni kwa nini watu wanahisi kama muda umeenda haraka? Na ni kwa nini saa nyingine watu wanafikiri kwamba muda umeenda taratibu? Kwanza kabisa, swala zima la muda ni swala ambalo lina ukijaribu kulichunguza, swala la muda, time, ni swala ambalo linakuja kwenye nyuso mbalimbali, yaani kuja kwenye namna nyingi. Jinsi tunavyochukulia muda unatofautiana na vitu vingi sana. Kwanza kabisa, kuna muda ule ambao unachukua saa unahesabu, umeweka saa ukutani au umevaa saa mkononi. Unasema unahesabu muda. Unasema huu ni muda, lakini kiuhalisia saa ya mkononi au saa ya kwenye simu au saa uliyoweka ukutani, kazi yake ni kuhesabu. Ule sio muda, yenyewe inahesabu. Kwa hiyo kuna watu wengine pia waliwahi kusema kwamba binadamu aliinvent kitu kinachoitwa muda. Yaani walitengeneza swala la kitu kuwepo muda. Yaani walitengeneza sekunde, wakatengeneza saa, wakatengeneza dakika, wakatengeneza siku, wiki, mwezi, miaka na kadhalika. Kwa maana ya kwamba walikuwa wanajaribu kuelewa, yani kutengeneza interval za matukio kwamba kuna muda fulani kitu fulani kilitokea, lakini kiuhalisia kitu kinachoitwa muda kinachanganya kiasi fulani na sio rahisi kusema exactly ni kitu gani. Mpaka leo kuna watu bado wanaamini kwamba muda ni illusion, yani muda ni kiini macho. Muda kinatokana ni invention ya binadamu, ni kitu ambacho tumekitengeneza wenyewe tu, lakini hakuna kitu ambacho kinaitwa muda. Kuna baadhi ya wanasayansi wanaamini kabisa muda haupo, yani hakuna kitu kinachoitwa muda, lakini kuna baadhi ya wanasayansi wanaamini kwamba kama unaamini hakuna muda, basi hakuna matukio duniani. Wanaamini kwamba muda ndio unaoleta matukio. Binadamu wengi tunatafsiri muda kulingana na namna matukio yanavyotokea kwenye maisha. Yaani unavyouona muda, yani unavyoweka kumbukumbu zako, unavyofikiri kuhusu wiki, mwezi, kuhusu mwaka, kuhusu kipindi fulani cha maisha yako, inatokana na namna ambavyo matukio yalikuwa yanatokea kwenye maisha yako. Kwa maana ya kwamba ukiwa kwenye kipindi ambacho unahisi una furaha sana, basi muda unaona kama unaenda haraka. Lakini ukiwa kwenye kipindi cha ambacho unapitia labda huzuni, changamoto, unaumwa, basi kile kipindi akili yako inavyochukulia matukio inaona kama muda hauendi. Kwa sababu gani? Matukio yanayotokea kwa wakati huo ni matukio ambayo yanakusumbua na yanakufanya uwe uncomfortable. Kwa hiyo
Swala la 2020 kwa sababu gani watu wengi wanafikiri mwaka 2020 muda uli slow down? Ni kwa sababu wanaamini kwamba mwaka 2020 walikuwa wana experience uncomfortable situation. Watu walikuwa wamekaa wako idle na kwa sababu hiyo walikuwa wanaona kama matukio hayaendi haraka. Na tukumbuke pia kwamba lockdown ni kitu kibaya. Yaani ukifungiwa mahali ukakaa tu haujisikii vizuri. Unajisikia hauko comfortable, unatamani uende utoke, uende ukatembee, ukafanye issue zako, ufanye kazi zako, lakini unajikuta umekaa sehemu moja na kwa sababu hiyo unajikuta unahisi kama muda hauendi. Ukiwa umekaa idle tu hauna kitu cha kufanya, wewe unaona kama muda hauendi. Lakini ukiwa busy unaona kama muda unaenda haraka. Na kwa sababu hiyo mwaka 2020 watu walikuwa wamekaa ndani, walikuwa kwenye lockdown. Kwa hiyo wakachukulia kwamba muda hauendi. Kwa sababu gani? Kwa sababu matukio yanayotokea kwenye maisha ni machache na mazingira ambayo watu walikuwa wanaishi ya kukaa tu ndani yalikuwa ni boring. Kwa hiyo ile hali ya kuona kwamba it's boring, watu wakajikuta wanaona kama muda hauendi. Lakini tuchukulie mfano ukiwa upo labda you having a good day, yani uko kwenye siku ambayo ni nzuri sana, mfano siku ya sherehe, kama unapenda labda mpira, siku ya mechi, umeona? Au kama ni mtu ambaye unapenda labda kuna event fulani huko na marafiki zako, basi unaona kama muda unaenda haraka sana. Lakini chukulia umpata matatizo, atuombei matatizo, lakini kumbuka moment ambazo labda ulipitia ukiwa na changamoto za aidha za kimaisha, za kifamilia, za kimahusiano, una pesa, umeona? Mazingira ambayo yanakufanya uumie. Kwenye mazingira kama hayo mara nyingi watu wengi wanaripotiwa kuona kwamba muda hauendi. Muda una slow down. Yaani ni kama siku haiishi. Ni kama ukiona unaumwa, unaona kama muda umesimama. Yaani muda umekusimamia wewe ili uendelee kuumwa. Unaendelea, yaani unapata maumivu mengi kwa sababu unaona kama muda hauendi. Na hivyo unaona kama muda hauendi. Kwa hiyo kwa issue nzima ya mwaka 2020 watu wanaamini kwamba muda uli slow down, ila sio kama muda uli slow down. Ni kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba ule mwaka watu wengi wale experience kukaa idle na kwamba hawana activity kubwa ya kuwafanya wawe busy, wakawa wamekaa na wakajiona kwamba muda hauendi. So issue nzima ya muda ni concept ambayo ni kitu ambacho kinatokana namna tunavyochukulia muda, inatokana sana na namna ambavyo tunachukulia maisha yetu. Kuna aina nyingi za muda. Ukikaa ukafikiria kuhusu muda, utagundua kwamba muda una namna nyingi sana ya kuangalia. Kuna muda wa kibiolojia, kuna muda wa kuhesabu ukutani, kuna muda wa kisaikolojia, ni saikolojia yako inavyochukulia muda. Kuna aina nyingi za muda. Lakini pia bado tunaamini kwamba muda unaenda mbele na haurudi nyuma, si ndio? Lakini ukienda kwenye science ukajaribu kustudy muda, kuna baadhi ya wanasayansi wanaamini kwamba muda ni kama kitabu, kwamba zamani, sasa na baadaye. Kwa maana ya kwamba vyote kwa pamoja, zamani, sasa na baadaye vina exist kwa pamoja. Vipo vyote kwa pamoja. Wewe ndio unaye move across time. Yaani umetoka zamani, upo sasa na utaenda baadaye. Lakini haimaanishi kwamba muda ndio unaotembea, bali wewe unaye experience muda ndio unayetembea. Lakini baadhi ya wanasayansi pia hawakubaliana na hiyo concept, sio? Kwa hiyo wanasayansi wenyewe wanajaribu kuelewa muda katika perspective mbalimbali, na wenyewe pia wanakuja na argument zao nyingi. Na hapo pia ikaja kuna watu wanaamini kwamba muda ni illusion, ni kiini macho. Kinakufanya wewe uhisi kama kuna kitu kinaitwa muda, lakini kiuhalisia hakuna muda. Kuna matukio, na matukio ndio yanayotufanya sisi tuone kama kuna muda. Lakini pia namna ambavyo ubongo wako unarekodi matukio ni tofauti, na ni tofauti katika matukio mbalimbali. Na ndio hapo unapojikuta kwamba unaona kama saa nyingine muda hauendi, lakini saa nyingine muda unaenda. Ukiwa umefanywa tukio ambalo linakuumiza, unaona kama inachukua muda mrefu wewe kutoka kwenye hayo maumivu. Lakini ukiwa kwenye tukio ambalo linakufurahisha, linakupa raha, linakupa starehe, basi unaona kama muda unaenda haraka. Na kwa hiyo akili yako inapokuwa kwenye matukio ambayo yanaiumiza, inachukulia kama muda unaenda taratibu. Lakini unapokuwa kwenye tukio ambalo linakupa furaha, basi muda unakuwa unaenda haraka. Namna akili yako inavyochukulia matukio. Unaweza kukaa mahali masaa 3 ukaona kama ni siku nzima. Lakini masaa hayo 3 ukikaa sehemu nyingine, hujui hata yameishaje. Ni kama yani yamepita yameondoka haraka. So kuna mfano maarufu ambao wanasayansi wanautumia. Wanasema kwamba mtu akiwa amepata ajali, ule muda ajali inatokea, wanasema watu wengi wana experience kama muda unapunguza kasi, yani muda unaganda ule wakati wa ajali unatokea. Hiyo ni concept ambayo imefanywa experiment na baadhi ya wanasayansi. So issue nzima ya kiini macho cha muda ina mambo mengi ya kuyaongelea. Kiujumla ndio hivyo.
mwaka 2020 kilichotokea, the 2020 effect ni mfano tu kati ya mifano mingi ambayo inaonyesha kwamba muda ni tofauti. Yani muda kuna relativity katika kutazama muda, yani namna unavyochukulia muda ni tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Siku hiyo ambayo unahisi kama siku haiendi, kuna mtu mwingine hiyo siku yake inaenda haraka mno, na masaa ni yale yale 12 au masaa ni yale yale 24. So next time ukiwa unafikiria kuhusu muda, ujue kwamba muda ni vile ambavyo wewe unachukulia matukio, na ukumbuke kwamba namna akili yako inavyosave matukio yanayoiumiza akili yako au yanayoumiza mwili wako ni tofauti na namna inavyosave matukio ambayo ya hayaumizi, yanaupa raha mwili wako au yanaipa raha akili yako. So for today that's it. Tutakutana kwenye session nyingine. Karibu sana. Fanya chochote ambacho kinawezekana. Chini ya video hii kuna mahali pameandikwa subscribe, kuna mahali pameandikwa like, kuna mahali pameandikwa comment, kuna mahali pameandikwa share. Chochote ambacho unaweza kukifanya kitakuwa appreciated.